kuiweza miili yetu is not a gift, it's a strategy. Mfano, mtu anayeteswa na sexual addictions, mtu wa namna hii maombi peke yake hayamsaidii. Ndio maana unamaliza kuomba na ukarudi kuzini. Binti mmoja alifunga siku 120, 120 days. He was anger for God and she was loving God genuinely. Siku ya 120, ile siku ya mwisho, akalaunch mvungo na zinaa. She find herself fornicating. When she came in my office, she was crying. Say, I love God. I know I love God. But why this happened? And I said to her, girl, let us start from far. Prayer is not a substitute of other principles. Maombi ni kanuni katika ufalme wa Mungu, lakini maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Kwa mfano, kama unaomba na ufanyi kazi, tarajia kuwa maskini, because prayer can never make you rich, though can give you power to become rich. So you can be a genuine prayer warrior. Kama kuna kitu hufanyi, utabaki maskini. Unaomba kweli. Kama hauna kitu unachokifanya, kama ni mchungaji, ufanye huduma kweli, tuone unafanya. Nimeweka hapa ushuhuda. Miaka fulani uchumi wa kanisa uliyumba, majukumu ni mengi lakini pesa hazipo. Namuuliza Mungu, Bwana, nani amefunga milango ya kanisa lako? Akaniambia, you don't do the ministry, haufanyi huduma. Nikamwambia, Mungu, what do you mean? Mbona naenda kila siku kanisani? Akaniambia, kwani uliniuliza nataka kufanya nini na kanisa kwa wakati huu? Mimi naona kila siku sinakuja Jumanne hapa na ubiri, naona ndo namtumikia Mungu, kumbe sifanyi kile Mungu anachotaka kifanyike kwenye madhabahu. And ask God, what's wrong? I attend service every Tuesday. I teach people. Wakati ni hema la zamani kule, I teach your people, I pray for your people. Why we are not blessed? He said to me, you are not doing the ministry. I preach every Sunday. He said, no, hujaniuliza nachotakiwa kufanya kwenye hilo kanisa. Ratiba ya mbinguni sasa hivi inataka nini? And I asked God, I repent. Huwezi kwenda kwenye kikao na Mungu wewe ukatoka na hoja umemshinda. Now I raise hands, I say, God, have mercy on me. Naomba unielekeze cha kufanya. For the first time, he said to me, you need to preach for 7 days. Semina ya wakati wa majilio. I preach for 7 days. Siku ya mwisho ya Jumamosi naelekea Jumapili, someone come with an envelope. He said, the Lord say I have to come to bless you. When I check to that envelope, nikapata $6,000. Alafu nilipopokea ile fedha, Bwana akaniambia ilikuwa haiwezi kuja mpaka ufanye kile ambacho mbingu. Ingawa mimi nilikuwa naona namtumikia nani. Usikiri kuingiza ibada kila siku unamtumikia Mungu. Kama ile ibada unayoingiza haipo kwenye ratiba ya kimungu. Yaani Jumapili Mungu alipanga watu wasije. Na wewe kwa sababu umekariri Jumapili lazima waje kila siku. Mungu hajataka ukahubiri kwenye zoni. Wewe umeshaandaa maandiko, umeyakariri na umeenda nayo. Unayarusha tu namna hii kama mishale. Wakati amesema leo watu wangu waje waombe, na umemsikia Mungu, sio kila wakati Mungu atatoa maelekezo kama alivyotoa Ijumaa. Lakini kuna wakati Mungu amekupa kwenye zoni huko nafasi. Kuna wakati Mungu atakwambia waambie watu leo waimbe. Lakini unasema kwanza hawajui kuimba, wanakwaya wapo wa kuimba, wataimbia wapi? Mungu anasema anyway, endelea kufanya kazi. Unafanya kazi lakini si pamoja na mimi. Do ministry but without me. Now, prayer is a major key, but prayer is not the substitute to other key. Wana wa Israeli jana nilikwambia walikuwa wanalia Mungu awatoe kwenye utumwa. Ni kweli si kweli? Na walimuomba Mungu sana kwa machozi, si ndio? Lakini kwenye kambi nzima ya wana wa Israeli hapakuwa na mtu mwenye sifa isipokuwa Musa peke yake aliyekuwa kwenye nyumba ya Farao. Walikuwa wanaomba kweli, lakini hapakuwa na mtu aliyekizi vigezo katikati ya kambi. Sio kama unajua kwamba Musa hakutokea kwa wana wa Israeli kwenda kuwatoa Misri. Alitokea kwa Farao kwenda kuwatoa Misri. Ingawa waliokuwa wanalia ni nani? Kwa nini Mungu asingechagua mtu katikati ya Israeli? Utagundua ya kwamba safari ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ni safari ambayo inahitaji kiongozi, a prepared man. Na Musa Mungu alikuwa ameshamuandaa kwa hekima na elimu. Tulisoma jana nikasema Moses was full of Egyptian wisdom. Number 2, was so strong in speech. He was a man. He was having a convincing power. Alikuwa na uwezo wa kusema. Lakini 3 yasema, and Moses was a good in deeds. Alikuwa ni mtu mtekelezaji. Hizi sifa zote 3 za kiongozi.
Kiongozi lazima awe mtu mwenye hekima, namba moja. Lazima awe mtu msemaji, ana uwezo wa kuongea, namba mbili. Na namba tatu, kiongozi lazima awe anatenda. Hizi sifa zote katikati ya wana wa Israeli hakuwa nayo hata mmoja. Wale waliokuwa wanamlilia Mungu aje awatoe, hakuwepo. Lakini ili Mungu awatoe Misri, ilibidi akaangalie Musa aliyemwandaa kwa Farao. Invest in prayer, labor in prayer, but prayer is not the substitute of other principles. Maombi na mahusiano na Mungu. Ukiomba bila mahusiano na Mungu, don't expect result. Kwa hiyo mtu akiamua akasema anachagua tu maombi, akajikita kwenye maombi, atakuwa so potential kwenye vitu vya kiroho. Utaona kila kitu kinachoendelea, lakini ukiamka utaumwa njaa. Sema amina. Na utakuwa na nini? Na chakula. Nachotaka niseme ni kwamba kama Mungu amekupa kazi ya kufanya, ifanye kwa nguvu huku unaomba. Kama Mungu amekupa kitu cha kufanya, unakifanya. Sasa, for instance, this man is addicted with some things. Huyu mtu ni mtumishi wa Mungu na anampenda Mungu, lakini kuna engo ya kiudhaifu ambayo imemfikisha mahali ambapo inaweza ikamharibia sifa na ushuhuda alionao. Bwana asifiwe sana. Muulize jirani yako, tukijua kile kitu chako cha siri tutakuheshimu? If right now umekuja hapa alafu bahati mbaya tu Mungu ameamua akiweke kwenye paji la uso wako hivi pa, unajua kuna namna ambayo ukimuuzia Mungu akwambie wewe ni nani, utakimbia. Kwa sababu Mungu ndo amekuumba na anakujua. Na ukimwambia akwambie, kuna watu hapo wanasema mimi sio mzinzi na Mungu anajua, kumbe ni hawajapata nafasi ya kuzini. You have never find that chance. You have never been tempted. Hujajaribiwa inavyotakiwa. Lakini unasema nimeshashinda. Umeshinda wapi? Taji iko mbinguni. Nyinyi watu wazungu, mbona kama mmekasirika? Bwana asifiwe sana. You have never been like Joseph. The only thing you lack is a opportunity to do it. Kuna watu wanafikiri hapa sio waizi, lakini walichokosa tu ni chance ya kuiba. The chance to steal. Wanafahamu wanaofanya kwenye makampuni, wanafahamu wanaofanya TRA na wapi, wanaelewa nachosema ni nini. Chances za kuiba zilivyo, yani hii hapa kabisa. Na unajua namna ukipiga hivi ukajeuza hakuna atakayejua mpaka unaondoka. The only thing you lack is a opportunity, is a chance. Tutajua umeshinda sio kwa sababu unasema, ni kwa sababu chance ilipokuja, you run away from that chance. You are not a victorious by saying no. You are a victorious by running. Yusuf angekuja tu kutuhadisia, mimi siwezi kumtenda Mungu dhambi, tusingemuelewa. Lakini tunamuelewa leo kwa sababu alikuwa na chance. Angefanya na hakuna mtu angejua. Angefanya na hakuna mtu angeelewa. Lakini Yusuf akakataa ile nafasi. If you want to overtake that Satan you are fighting with, make sure that you have denied his chances. Because Satan will create a lot of chances for you. Opportunity. Nilikuwa nchi fulani na mchungaji mmoja, askofu mmoja, and we were talking like now we're talking right now, and we in a car, and immediately memba wake mwenyewe, mshirika wa kanisani, akamtumia picha ya uchi mwili mzima, and he say, Pastor, you know, Pastor, I've been hiding myself for a long time, please don't expose me, I want you sir. Siwezi kujizuia. Nikaona ule mchungaji sura imebadilika, mikono yote imekosa nguvu, anaangalia chini. I said, sir, what's wrong? We were happy here. What's wrong? He said, come and see this and check this conversation. I said, she's a member in his church. In fact, she's a leader. Watu wengi hapa mnafikiri mmemshinda shetani, kumbe hamjapata nafasi. You have never found chance. One among of the greatest man of God kwenye huduma fulani, these Pentecostal churches, Pentecostal, this pure, ambao wakisikia taarifa ya para kufukuza. Now, there are people, even the small sin, kwa umbea tu umeshatengwa. Sio amedhibitisha. It's just urere, a smell. You are out of the church. And this woman of God, she was even a pastor. And Mungu akaanza kumbariki, alikuwa anafanya kazi mahali. And God bless her. And akaingia kwenye ofisi fulani. And the boss started to seduce her. For the first time, she was denying. And the boss started to offer her trips. Amen. Mara wapi. Na akienda huko, salary anazolipwa is 3 times. That's why you need to run sin before it's matured. Yani, dhambi ni ya kuikimbia kabla haijakomaa. Wakati kadogo unaanza kukaisi. Kwa sababu ikikuwa kubwa inakumeza autoki.
When it grow, it swallow you. You will never go out. It takes the grace to come out. And this woman, she was still genuine. Anaenda kanisani, anamtumikia Mungu, anampenda Mungu. She was doing good. But because of those little offers, na attention, you know, if you are here, you don't give attention to your wife, be careful. Oh. You don't give attention to your husband. You are so spiritual. You don't give attention. This man start to give attention. Siku alipoanguka hakujua. The only thing kilichokuja kumsaidia ni kitabu nilichoandika, Viwango vya Matengenezo ya Kiroho. That's how she was revived again. And the moment she fall, she lost everything. Neema ya kuona aliyokuwa nayo ikapotea. Neema ya kumsikia Mungu ikapotea. Kama ule dada uliyemsikia ametoa ushuhuda hapa, she fall to the sin and later she found, akajikuta yeye mwenyewe automatically yale macho alikuwa anasema alikuwa anaweza kwenda hata akaonyeshwa mambo ya mbinguni. Mungu anakuja anamchukua na muingiza mbinguni. But that sin was hunting. Moja ya tabia ya dhambi ni kuotea. Huyu mtu ambaye ni addictive na vitu vya namna hii, maombi peke yake hayamsaidii. Na baadaye ukafikiri kwamba maombi yako hayajafanya kazi. Si kweli. You need to do another part that help an addictive man. Part ya kwanza utakayokuambia ni kwamba usikae mwenyewe tena. Unaona hapo eh? Yaani ukishajiona tumebaki mwenyewe, uondoke. Ukakae katikati ya watu wengi mpaka utakapo kile kitu kitakapokufa ndani yako. Sasa nyewe mnakaa watatu hapo chumbani, kwa mfano ni mabinti watatu, na unajua kuna spirit inakutesa, and that spirit you are fighting with by prayer is not going out. Alafu wenzako wanaenda kanisani kwenye maombi, wanasema tunaenda kwenye maombi, wanasema hamna shida, mimi niko na utulivu. Sasa huo utulivu, that utulivu now, that's where Satan will start from. Hallelujah. Wewe ni kijana wakiwa niko na utulivu, no, you must do extra. After prayer, give yourself one, don't be alone. Usiwe mwenyewe tena. Uhakikishe ya kwamba you are surrounded with people. Kwa sababu kuna dhambi bwana, moja ya tabia ya dhambi kubwa ni kwamba dhambi ni mambo ya siri. Kama unabisha, si umetoka huko barabarani, umeona watu wanatenda zina huko barabarani, umeona hadharani. Lakini nataka nikwambie kuna nyumba umepita, wamejifungia ndani na nini? Na magrili na vitambaa wameshusha. And yet they fornicate. Sin ni darkness. So cha kwanza anajua huyu mtu, I have to run from this place, right? Ngoja nitoke kwenye ile eneo, nisiwe mwenyewe. Na akiweza hiyo, aka-implement at least 1 month, 2 months, mixing himself with people, ile nguvu ndani na kufanyaje, inakuwa ni kama unainyima chakula, you strive it, unaisababisha iwe na njaa, so inaendelea kufa. Then ukifanya hivyo bado hujamaliza, because you need to go extra mile, you must assign yourself. There are sins that are product of idol. You are so idle. Kuna dhambi zingine lazima ujipe wajibu. Ndio maana Daudi anasema nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi nitawarejesha kwako. Anafanya hivyo vitu viwili. Alafu kitu cha tatu, asiishia hapo asifikiri amepona. No. Hiyo ni personal assistance. The last one, kwa leo, he must find someone to be responsible to. Yes, if you're a husband, you go to your pastor, you say, Pastor, you know, I have this problem. 1, 2, 3, 4, 5. Unatafuta mtu ambaye atakuwa anaweza kukuita akwambia unaendeleeje. Yale mambo yanaendelea, yaliomo yamo au yamekatika. Ukiendelea kuficha utaka ushinde. You find your senior pastor and say, you know, Pastor, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na mchungaji kwa sababu umeenda kumwambia, anakuelewa. Baada ya muda atakuita akwambia, okay, umeendeleeje? Kwa sababu alikuombea, labda akakushauri, atakuuliza umeendeleeje. Ili ina mchango kisaikolojia na ina mchango kiroho. Kiroho ni tafsiri Yesu anasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo kuna dhambi zingine, if you don't confess to people you trust, sio kila mtu, kwa sababu utajiaibisha na hutaamini. Kuna watu wengine niwaambia wanangoja tu taarifa yako. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe dada fulani, unajua nimekuona uko rohoni sana. Mimi mwenzako bwana, kwa kweli Ijumaa inipitagi naendaga club. Na huko nafanyaga hivi. Na ulivyo mtumishi wa Mungu. Ukiona ameshtuka, jua ya kwamba umempelekea mtu ambaye ni mchanga. Igiza, mwambie kabisa sio hivyo, nilikuwa nakutania na kupima tu. I was just testing you. Watu ambao ni machua wanajua ya kwamba hakuna kitu kipya. So ukiona umemwambia mtu, mama yangu, unajua mpaka mifupa imeuma. Listen, you have find a baby. Cancel it. Find a way to cancel it. Kwa sababu
you will expose yourself and that battle